السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu katika imani, baada kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kipindi chetu cha leo hapa Kitama TV kitazungumzia ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kubainisha ujio wa saumu hii au ibada hii imewajia watu wa aina gani. Je, Ramadhani imekuja kwa ajili ya watu wote? Jawabu la. Ibada ya saum katika ujio wake imewajia wale walio na imani kamili, wale ambao walokubali kutamka shahada, wakadumisha kusali vipindi vitano, wakajiepusha na maaswi, wakatoa waliruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya siri na uwazi, iwe sadaka ama iwe zaka. Hawa ndio Waislamu wenye imani, na ndio Allah tabaraka wa taala amewaita kwa jina la uumini ili awafaradhishie ibada hii. Qala Allahu taala, Allah tabaraka wa taala katika aya ya 183 sura al-Baqara ameanza akisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, mmekubali kutamka shahada na mkaidumisha, mkakubali kusali sala tano na mkazidumisha, na mkakubali kutoa mlivyokuwa navyo na mkadumisha. Kutiba alaikumus siyam, mmelazimishwa nyinyi ibada ya funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile walivyolazimishwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo mpate kuwa wacha Mungu. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi kwa Waislamu, wale waumini wa dini ya Kiislamu, kwamba watakaposhikamana na kutamka shahada katika kudumisha siku zote na kuswali vipindi vitano siku zote na kutoa waliokuwa navyo, basi watakapoingia katika hii ibada ya kufunga, Allah atawainua daraja kuhama katika daraja la uumini, wakawa wacha Mungu. Daraja hili la ucha Mungu ndilo daraja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya ndiyo upeo wa mwanadamu katika juhudi zake. Anapofikia kuwa mcha Mungu, insha Allahu, kwa amani ya Mwenyezi Mungu, siku ya Kiyama atampeleka peponi. Tunamuomba Allah tujalie tu miongoni wa hao, amin. Ndugu yangu unayefuata kipindi hiki, yule ambaye muumini asiyekuwa muumini wa dini ya Kiislamu, ibada ya saumu kwake si wajibu. Yule muumini wa dini isiyokuwa ya Kiislamu, ibada ya swala kwake si wajibu. Yule muumini aliye kinyume na uumini katika Uislamu, ibada ya kutoa zaka si wajibu wake. Yule muumini wa dini nyingine, ibada ya somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si wajibu wake, mpaka ibada ya hija si wajibu. Vile vile tutakuta kubaini kwamba yeyote anayeishi duniani hali ya kuwa haswali sala tano, aishi tu katika Uislamu jina, ibada ya saum si wajibu kwake, na itakapokuwa muda wa kuwa anajinasibisha na Uislamu, atakapokuwa ameingia kuifanya ibada hii kwa mwezi mzima, basi Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa amefanya wema, Allah ameahidi aliposema, inna Allaha la yudhi'u ajra al-amilin, Mungu hawezi akamnyima na kumpotezea ujira
kwa yule atakayefanya jambo la kheri, hata kama akalifanya yuko dini nyingine, au akiwa mpagani, au akiwa anajinasibisha kuwa ni Muislamu wakati Uislamu wake hauna imani ndani yake. Kwa hiyo tukae tukitambua lengo la saumu, kuwainua daraja waumini, awaingize katika nini? Daraja la uchamungu. Sasa huyu asiyesali vipindi vitano anapofunga Ramadhani atainuliwa kitu gani, wakati yeye hana sifa ya kuwa nani? Muumini. Kwa hiyo ndugu yangu unayefuatilia kipindi hiki hapa Kitama TV, nijue kwa kukaa kwako bila kusali sala tano, ikawa wewe umeisumbukia Ramadhani ukashinda siku 30 zote au 29 ukishughulikia ibada hii, Allah subhanahu wa ta'ala hakunyimi ujira wako, bali atakupa ujira wako hapa hapa duniani. Kama ni mfanya biashara, ataipanua biashara yako. Kama ni mkulima, atapanua kilimo chako. Kama ni mfanya kazi, atakuinulia vyeo kwenye kazi yako au mishahara. Kama ni mtu wa kawaida, basi atajalia chochote atakachokiona mwenyewe Allah kwamba akikutendea duniani hapa kitawafikiana na ile nguvu ulioitumia wakati wa kufunga somo ya ibada ya Ramadhani. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huna fungu hata kidogo litakaloonyesha wewe ulifunga. Daftari lako sehemu ya ibada ya saum utakapofika litakutwa daftari lako liko tupu, halina japo saumu mojawapo, kama vile daftari lako la vipindi vitano litakavyokutwa liko jeupe, kwa sababu hukuwa unadumisha kuswali vipindi vile vitano. Haya, zindukeni Waislamu majina nyinyi. Yeyote mwenye kuingia katika ibada hii basi aingie mzima mzima, asali vipindi vitano, aswali tarawihi, ayumuike na vitu vyote ambavyo vinamridhia Mwenyezi Mungu, na alete toba kwa yale makosa ambayo aliyofanya kule nyuma ya kukaa bila kusali, bila kutoa, bila kudumisha shahada, hali ya kuwa yeye akikaa tu anasubiri Ramadhani ili ajitumbukize. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika aya inayofuata akisema hivi, ayyama ma'dudati, na huko kufunga ni siku chache zenye kuhesabika. Faman kana minkum maridan, basi yule mtu yoyote katika nyinyi waumini wa dini ya Kiislamu atekee kuwa mgonjwa, ikathibiti Ramadhani kuonekana hali anaumwa, Allah anatoa fursa na asifunge. Au ala safarin, au yule mwenye kuwa safarini akiwa katika masafa ya safari yake ikamwandamia Ramadhani akiwa huko ugenini, Allah anatoa ruhusa na asifunge, kwa maana ale mchana ulaji wa kujihifadhi, asitambulike na jamii kama huyu mtu anakula mchana. Fa'iddatun min ayamin ukhar, Mungu anasema kwa zile siku atakazoacha kwa ajili ya maradhi au ataacha kwa sababu ya safari, atakuja kuzilipa kukamilisha katika siku zingine kwa miezi mingine. Lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala anawafafanulia waumini wa dini ya Kiislamu akisema hivi, wala alladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale wasioweza huko kufunga kwa sababu ya matatizo ambayo tutakuwa tumehudhurisha hapa, basi wao kama wao si wenye kulipa, bali watatoa fidia kwa kutoa kibaba cha chakula kumlisha maskini katika kila siku. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul la, na yeyote atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi hiyo kheri itakuwa inarudi kwake. Wa antasumu, na ikiwa mtafunga, khairul lakum, hiyo ndio bora sana kwenu, in kuntum taalamun, ikiwa kama nyinyi mnajua. Hapa Mwenyezi Mungu anafafanua, amewazungumzia wenye maradhi ya kawaida ambayo yanatibika na madaktari au na matabibu aina yoyote. Watu hawa watakapokuwa na shida ya kuumwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wameruhusiwa wafungue ili wajitibu wale mchana. Lakini baada ya kumalizika ule udhuru, miezi ijayo kuanzia fungo mosi na kuendelea, atalipa zile siku. Na yule atakayekuwa yuko safarini ameruhusiwa na asile zile siku atakazofungua,
atalipa kwa siku zijazo, kwa miezi mingine. Lakini akatoa ufafanuzi tena kwamba na wale wasioweza huko kufunga kwa sababu ya matatizo ya kuumwa au matatizo ya uzee, kuzeheka, hawa amewekea hukumu tofauti na hukumu ya hawa watu wa mwanzo. Hawa watu wagonjwa, mfano mtu ana maradhi ya kansa, ana maradhi ya TB, ana vidonda vya tumbo, daktari akanithibitishia kwa vidonda vyako hivi vya tumbo, utakapokuwa umefunga utaathiri afya yako. Au yule ambaye shida yake ni ini au bandama na maradhi hatari, maradhi ambayo madaktari huwa mara nyingi mgonjwa anafika katika tabibu zao humwangalia wakakuta shida yake aliyonayo kuna 75% hatapona, na kama atapata uhai wa kuwa mzima kwa 25% ya uzima wake, itakuwa anapata tabu, kwa maana maradhi yake si yenye kupona. Hawa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia basi watowe fidia kila siku kibaba kimoja kumlisha masikini. Na wale watu wazima umri wao umefikia miaka 90 mpaka 100, ayo wa kiume ayo wa kike, hali ya kuwa hata kufunga anashindwa kwa sababu hawezi kustahamili njaa na kiu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu huyu amempa fursa ale mchana, lakini katika kila ile siku atakalo kwa mchana atowe fidia kibaba kimoja kuwalisha masikini. Na akaongeza akasema Mwenyezi Mungu, na yeyote mwenye kufanya wema kwa radhi ya nafsi yake, faman tatawaa khairan fahuwa khairul la, na yule mwenye kufanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi kheri yake inarudi kwake. Maana yake kwamba atakayetoa hiki kibaba akaongeza kutokana na nafasi yake aliyokuwa nayo, ile nyongeza itarudi kwake kama ni kheri, itakayemletea mafanikio makubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwenye kutoa kama alivyoamriwa, basi jambo lake itakuwa limekamilika. Hivyo ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyokuwa anatuelekeza. Kwa ndugu zangu, hiki kibaba kinatakikana wewe mwenye kutoa hii fidia, hakikisha ununue mchele au ngano au tende au zabibu au unga wa mahindi, sembe ile. Katika vipimo hivi au nafaka hizi tulizozungumza hapa, uhakikishe kila siku utatoa 1.5 kilo kumpelekea masikini. Tayari umeikomboa siku moja kwa kule kutoa kibaba chako kimoja, na inatakiwa ubaki kutwa mzima. Ikifika jioni, nyakati za kufuturu, beba kibaba chako 1.5 kilo mpelekee masikini. Utasubiri kesho vile vile wakati watu wanafuturu, wewe utaondoka na kibaba chako kumpelekea masikini. Hali hii utaiendesha mpaka Ramadhani yote inamalizika. Allah Tabaraka wa Taala, matukufu yote yanayopatikana ndani ya ibada hii katika kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Taala, anakulipa kana kwamba umefunga pamoja na wenye kufunga. Kwa hiyo jambo hili ukilizingatia katika sura ambayo imeelezwa ya kutakiwa kila mwenye shida ya maradhi asiyopona atowe kibaba kimoja, basi itakuwa kama ifuatavyo. Ikiwa wewe fursa yako ni kubwa, kwa mfano mtu tajiri anamiliki mabilioni ya fedha, basi ni bora sana katika kutoa kwake atowe tende. Kwa ukanda wa kwetu tende thamani yake ni kubwa. Tende zinauzwa 1 kilo 8,000. Ina maana 1.5 kilo sawa na shilingi 10,000. Kwa hiyo wewe tajiri unayemiliki mamilioni ya fedha, wallahi kheri kwako itakuwa umefanya jambo la maana, itakuwa itakapokuwa unakwenda kuchukua tende ukawapa masikini.